Jambo, karibu katika mazungumzo madogo sana. Leo tutazungumzia mustakabali mzima wa masuala ya nchi zetu za Kiafrika, masuala ya resources na jinsi gani ambavyo labda watu waliopewa madaraka ama mamlaka ya kuweza kuongoza wenzao walishindwa labda kuweza kuutilize resources za nchi zao na kuweza kuleta impact katika jamii, katika maendeleo kwenye muktadha mbalimbali. Kwa mfano katika suala zima la afya, elimu, miundombinu na hata hali za maisha na vipato vya mtu mmoja mmoja katika nchi husika. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyepata kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa kwanza, ndio ambaye rais alikaa kwa muda mrefu katika madaraka zaidi ya miaka 20. Aliwahi kusema, alikuwa ni mwanafilosofia, alikuwa na filosofia kimoja, anasema kwamba ili nchi iweze kuendelea inahitaji vitu vitatu. Hiyo nchi ili iweze kudevelop inahitaji vitu vitatu. Kitu cha kwanza kabisa alikuwa anasema inahitaji ardhi. Na sawa, unaposema ardhi maana yake ni kwamba na vile ambavyo vimo ndani yake. Kuna bahari, kuna mito, kuna madini, kuna miti, kuna kila kitu. Lakini vile vile akasema inahitaji watu. Watu maana yake hai ni labor force, ama hawa ndio watu ambao ni labor au manpower. Yaani kuwe na watu, population ya kutosha. Sawa. Alafu baadaye akasema kwamba kuwe na siasa safi na uongozi bora. Kwa ni vitu vinne hivyo: ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Hizo ni key ambazo zitaweza kufanya watu waweze kuendelea. Lakini vile vile akatoa philosophy nyingine, akasema kwamba sisi wa Tanzania ama Waafrika tuna adui watatu. Tuna ujinga, maradhi na umaskini. Ujinga manake ni kukosa elimu, maradhi manake ni magonjwa, umaskini manake ni kukosa kuwa na pesa. Sawa. Sasa mjadala mkubwa ambao upo katika nchi yetu ya Tanzania kwa sasa ni jinsi gani ambavyo viongozi wa kutoka oppositions wakiwa wanajaribu ku proclaim kwamba hii nchi ya Tanzania pamoja na vitu vyote ambavyo vimetokea baada ya uhuru, lakini hatukustahili kuwepo hapa. Yaani ukichukua thamani ya resources ambazo tunazo, kama tungevitumia vizuri, basi tusingestahili kuwa hapa leo, tungekuwa zaidi ya hapa. Sio kwamba hakuna maendeleo, lakini maendeleo hayo hayaakisi miaka tuliopata uhuru na haiakisi utajiri tuliokuwa nao. Sasa tukirejea katika zile vitu vinne ambavyo mwalimu alivyosema, je, tuangalie Tanzania. Tuna ardhi, ipo. Tuna kilomita za mraba la karibuni 900 na kitu huko. Sawa, tunayo. Lakini hizo kilomita za mraba za nchi ambayo ni ardhi, lakini vile vile ndani yake humo ndio kuna vitu vingi sana. Tuna gesi, tuna makaa ya mawe, tuna madini, sio cobalt, sio kuna gold, kuna diamonds, kuna ruby, kuna tanzanite na madini mengi tu tunayo. Uranium, kila kitu. Lakini vile vile tuna fertile lands. Tuna ardhi yenye rutuba nyingi sana ambayo sio tukalima tukazalisha mazao na nchi ikawa vizuri kabisa. Kwa upande wa ardhi, no doubt. Lakini kuna kitu kingine, watu. Je, tuna watu? Mashallah, tuna watu wengi sana. Sasa hivi population yetu tunafikia milioni karibuni 65 na kuendelea, if I'm not mistaken. Kwa watu tunao. Sasa siasa safi na uongozi bora. Tukishafika hapo sasa, ndio kuna sehemu hapo ya kumfunga paka kengele. Waliokuwepo ndani ya serikali na kwenye vyama vya siasa ambao wao ndio wameshika mpini, ukiwauliza swali kama hilo na wao
huwa wanakimbia kulijibu, kwa sababu wanahisi kama anaweza akajibu akaonekana kwamba yeye ana snitch serikali ambayo anayoiongoza. Watu tunao, ardhi ipo, siasa safi na uongozi bora. Wakati tunasoma shule juu ya masuala ya empires katika history, kuna sababu tunaambiwa the reason of rise and fall of the empire. Sawa, unaweza kwamba Timbuktu Empire au Ghana Empire. Sababu gani ambazo zilifanya empire hiyo iweze ku rise na zipi ambazo zilifanya hiyo empire iweze ku fail ama kuanguka? Tunakuja pale pale kwenye swala zima la leadership. Sasa kama mna mali zipo, viongozi wako madarakani, na wao wanatakiwa watumie akili yao, lakini hivi vile watumie katiba na sheria ya nchi kuweza kuutilize resources zile zije kwa ajili ya kuweza kuwanufaisha wananchi. Sasa pale ndio kuna shida pale. Lakini vile vile siasa, mnafanya siasa za namna gani? Siasa za mnazofanya za kujenga, za kubomoa, za kuumizana, za kuvurugana, vyote hivyo. Lakini wale maadui watatu tulioambiwa, ujinga, maradhi na maskini, umeondoka, hivyo vyote vina relate. Ina maana kwamba ukiweza kutumia watu wako, ukatumia ardhi yako vizuri, ukatumia siasa safi na uongozi bora vizuri, maanake ni kwamba impact yake unakwenda kuondoa umaskini, kuondoa ujinga na maradhi. Kwa sababu gani? Kwa sababu zile mali ukizitumia vizuri, utajenga hospitali, utaweza kuwatibu watu, utaelimisha watu, wataepukana na maradhi. Sawa, utatumia zile pesa kuweza kujenga viwanda na nini, utaweka ajira, utaondoka umaskini. Kwa hiyo tutake tusitake, tuna safari ndefu sana katika nchi yetu ya Tanzania na nchi za Kiafrika kuhakikisha kwamba tunaweka viongozi ambao wako committed, ambao watakuwa na huruma, watakuwa na upendo na watu. Kuna kitu ambacho kimejengeka katika mindset za viongozi wengi sana wa Kiafrika, imekuwa kama vile ni contagious disease, ugonjwa wa kuambukiza, kwamba kila kiongozi wa Afrika anaingia madarakani, yeye anataka kuishi staili ile ambayo aliishi mwenzake. Kwamba nimeingia madarakani sasa hivi, nisipoiba hapa, nikaweka mapesa zangu kwa familia yangu, watanicheka, au utakuwa mbona fanya riba, ngoja niibe. Lakini akitokea mtu ambaye atakuwa ni mzalendo wa kweli, usema kwamba lazima mimi nione huruma watu. Mimi nikiiba bilioni 1 peke yangu, bilioni 1 hiyo nikidampo katika kijiji, tayari watu washabadilisha maisha yao, watakuwa na matrekta, nitanunua pembejeo, nitajenga shule, nitafanya nini. Kwa hizo pesa ambazo mnazoziiba, hiyo viongozi wanazoziiba na kugawana mabilioni, matrilioni, hizo pesa kama zingetumika vizuri kabisa, efficiently, sawa, effectively, ni kwamba lazima maisha ya watu yangebadilika. Just imagine, kuna vijana wanataka mitaji tu, wajenge wafanye biashara ndogo ndogo ama wafanye kilimo, na wanahitaji milioni 500 tu au milioni 400 tu, lakini haumpi. Lakini kuna mtu peke yake yuko ofisini anapiga dili, anaiba pesa nyingi sana, bilioni 1, bilioni 2. Umezulumu madawa ya watu, umezulumu pembejeo za vilimo, vitu vingi sana. Kwa hiyo sema kitu kimoja kwamba tunakosa siasa safi na uongozi bora. Tukipata viongozi ambao ni bora kabisa, wenye huruma na wenye focus, ndio hivyo. Tunaambiwa nchi ya Tanzania katika miaka 60 tulikuwa sawa na nchi nyingi tu kama Singapore, kama Malaysia, kama Dubai na nchi nyingi tu. Lakini wenzetu kwa nini waweza kudevelop? Kwa sababu kwanza walikuwa committed, wakamalisha mindset, wakatumia resources zao, wakatumia manpower za watu wao kuweza kuendeleza nchi zao. Sawa, na vile wakaweka dira na mwelekeo wa miaka fulani, miaka 60 ijayo, miaka 50 ijayo, watu waishi hivi. Mimi nauliza sasa hivi, tunalalamika vijana hawana ajira, tunalalamika vijana elimu yao ni mbaya, tunalalamika vijana su nini, na vijana wao ndio kuja kuwa taifa la leo na la kesho. Je, mpaka dakika hii hawa vijana ambao wako mtaani ambao hawana ajira sasa hivi ndio hawana ajira? Tushapiga mahesabu kwamba mtu aliozaliwa leo leo hii baada ya miaka 25 au 20 atakuwa kijana. Tumeandaa miundombinu gani ya kufanya mtoto aliozaliwa leo baada ya miaka 20 asimkute kama huyo ambaye yuko sasa hivi? Katika nyanja zote, elimu, ajira, kila kitu. Tufikirie, tusijiangalie sisi sasa hivi, tuangalie kizazi chetu baada ya miaka 50 mpaka 100. Hata unapojenga barabara, jenge barabara kutumia miaka 2,
jenga barabara kutumia miaka 100 ama 50, generation nyingine, ili ukifika wakati huo hautavunja tena nyumba za watu. Tunapojenga shule zetu, tujenge shule za madarasa, tujenge shule kabisa ambazo hizo naweza zikachukua wanafunzi wengi wakati mmoja, so kila mwaka tunajenga shule. Nadhani tubadilike mindset zetu, tujiangalie sisi. Mimi ni Charles Kiswanta, asante sana kunisikiliza, karibu kwenye comment.